Nkoma family, wazalendo wa kweli. Ndugu zangu, awali yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuwezesha kufika mahali hapa kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu. Ni muda ambao tunaweka kikao, ni mwendelezo wa vikao kwa sababu tulikuwa na kikao cha viongozi. Na kabla hatujaanza kikao, ni muombe Baba Askofu Saguda Mazungu aweze kutupa ombi na baadaye tuanze kikao chetu. Bwana Yesu asifiwe. Poleni ndugu zetu wana Nkoma kwa kuondokewa na ndugu yetu. Tuseme ni mipango ya Mungu, hatuwezi kuikwepa. Naomba sasa tuinamishe kichwa. Baba, inuliwe jina lako mfalme. Tazama watoto wako hako hapa kwa ajili ya jambo lako kuu. Ni wewe ndio muumbaji na ni wewe ndio unayotoa. Tazama viongozi hawa wameketi kwa mambo machache ya kutushirikisha sisi, na wewe kama mfalme tuongoze kwa hekima ya kifalme. Viongozi wetu walinde, mwenyekiti pamoja na makamu na makatibu, wape weledi wa kutuongoza. Tangulia kwa hili Bwana, tunaomba kwa ajili ya jina lako la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante mtumishi wa Mungu na Baba Askofu. Nkoma family, ndugu zangu, kabla hatujafungua kikao, mwenyekiti kusimama kwa ajili ya kuidhinisha kufungua kikao, niwaombe niwasomee ajenda tulizonazo, na tutaenda kwa haraka kwa sababu ya hali ya hewa na mazingira ya njia tulioizoea. Njia yetu sio rafiki. Niombe niwasomee ajenda. Ya kwanza itakuwa ni kufungua kikao ambayo itafanywa na mwenyekiti. Lakini ajenda ya pili itakuwa ni utambulisho ambao kwa wanachama ambao ni 32 ambao tuliwapokea muda si mrefu, watakuja hapa kwa ajili ya kujitambulisha na tutawatambua. Lakini ajenda ya tatu itakuwa ni tathmini ya msiba ambao niombe mwenyekiti na katibu wa kila sekta wakae hapa mbele ili tuweze kumaliza kikao chetu haraka sana. Niombe wenyeviti wote wa sekta wakae hapa mbele wakiongozwa na mwenyekiti wa maafa. Lakini ajenda ya 4 itakuwa ni neno la shukrani. Tuombe mwanafamilia ambaye atakuwa ni msemaji wa familia awepo hapa kwa ajili ya kutoa shukrani za familia. Na ya mwisho itakuwa ni kufunga kikao ambayo itafanywa na mwenyekiti. Niombe kwa ajenda hizi 3 tuende haraka ili tuweze kuokoa muda na tuweze kurudi majumbani. Mwenyekiti, karibu kwa ajili ya kutufungua kikao. Asante sana katibu. Nkoma family, wazalendo wa kweli, kazi ni moja ya kufungua kikao. Kwanza niwape pole sana Nkoma family pamoja na familia ya ndugu yetu Sundwa kwa kuondokewa na ndugu yetu, lakini mwana umoja wa Nkoma family. Ila pia niwape pole wakazi wa Masumbwe kwa kuondokewa na ndugu yetu huyu. Pia nitoe pole kwa kijiji cha Nanga kwa kuondokewa na ndugu yetu huyu. Nasihi tuendelee kumwombea ndugu yetu kule alikoenda. Kwa majina yangu naitwa Dwasi Joseph Sumuni, ni mwenyekiti wa Nkoma family. Naomba nikifungue kikao hiki kulingana na muda na jiografia ya eneo. Tuwe watulivu ili mradi tuweze kumaliza mapema. Naomba nikiweke kikao hiki kiwe wazi. Katibu atatusomea ajenda hapo. Basi
tutaendelea. Naomba kikao nikiweke wazi. Asanteni sana. Asante. Kamati ya chakula, nafikiri tuko kwenye utambulisho. Kabla ya tathmini, tuanze na utambulisho. Wajumbe wale wapya tunaomba wafike mbele kwa ajili ya utambulisho. Kwa jina naitwa Mashaka Sita Inuka. Sehemu niyopo makazi yangu ni Mwanza. Makazi yangu ni Mwanza na shughuli yangu ni ya uchimbaji. Niko Ushirombo. Kwa majina naitwa Ngunda Maduhu. Naishi Kahama mjini. Kazi nilizonazo kama zifuatazo: 3. Ni msafirishaji, ni mfanya biashara wa duka, pia ni mchimbaji, niko Mwamashimba. Asante. Kama family wazalendo wa kweli. Kwa jina naitwa Kitaragwa Manduhu Kutamani, naishi Nyarugusu, kazi nafanyia Mwakitorio, mchimbaji. Majina naitwa Singiri Kaziro, naishi Masumbwe, ni mfanya biashara. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa majina naitwa Emmanuel Mioka, naishi Kahama. Kwa jina naitwa Mikaeli Elias, naishi Kahama. Kwa majina naitwa Magembe Sai, ni mchimbaji, naishi Nyarugusu. Kwa majina naitwa Saluma Yenga, naishi Kahama, nyumbani kwetu ni Mwasaani. Kwa jina naitwa Masanja Magumba, naishi Kahama, nyumbani ni Mwasaani. Asante sana. Hao ni wajumbe wapya kati ya wajumbe 31 tuliowapokea miezi mitatu iliyoisha. Basi tunaomba mkakae. Kwa faida ya wajumbe ambao tumekutana mara ya kwanza, yaweza kuwa uongozi hawaujui vizuri, basi meza kuu tunafanya utambulisho kwa ufupi. Nkoma family, naitwa Christina Matulanya, ni katibu wa itifaki katika kundi hili la Nkoma. Karibuni sana. Asante. Kwa majina naitwa Malimi Kurwa Nyarambu, ni mwenyekiti wa itifaki katika Nkoma family. Asante. Majina yangu naitwa Bunga Dadu, ni katibu wa Nkoma family. Karibuni sana. Nkoma family. Kwa majina naitwa Marugu Shiwa, ni mhasibu wa Nkoma family. Karibuni. Asante. Kama nilivyojitambulisha mwanzoni, kwa majina yangu naitwa Duas Joseph Muni, ni mwenyekiti wa Nkoma family. Hawa mbele ni viongozi wa Nkoma family, japo kuna wengine hawajaweza kufika kwa sababu ambazo hazijulikani. Na Nkoma family ina viongozi 12. Hawa ni moja ya viongozi. Kwa wale ambao mlikuwa mjafahamu, basi mmepata faida ya kuwatambua viongozi wenu. Naomba katibu tuendelee. Asante mwenyekiti. Ajenda inayofuata ni tathmini ya msiba. Mwenyekiti wa maafa.
Kwa majina naitwa Ngasa Gegema, ndiye niliyebahatika kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya maafa. Kwa sababu ya muda niende moja kwa moja kwenye tathmini yetu ya matumizi kwenye kamati zote za kisekta ambazo zilikuwa ni kamati ya chakula, kamati ya mapambo pamoja na kamati ya usafiri, ndizo zilizotumia bajeti, japo kulikuwa na kamati ya itifaki ambayo haikutumia bajeti yoyote. Wenyewe walikuwepo kwa ajili ya kuhakikisha masuala yote yanaenda sawa. Jumla ya bajeti kwenye kamati zote za sekta, kamati ya chakula, kamati ya mapambo pamoja na kamati ya usafiri, imetumia kiasi cha shilingi milioni 28,390,500. Kamati ya chakula imetumia kiasi cha shilingi milioni 12,570,500. Kamati ya mapambo imetumia kiasi cha shilingi milioni 7,810,000. Kamati ya usafiri imetumia kiasi cha milioni 8 na shilingi 10,000. Baada ya kusema hivyo, hiyo ndo tathmini kuu ya msiba wa ndugu yetu na mwanachama mwenzetu ambaye ametuacha. Hela tuliyopokea kutoka kwa mhasibu jumla ni shilingi milioni 22,800,000. Kwa hiyo kuna kiasi ambacho kimebaki bado tunadaiwa. Kiasi hicho ni kama ifuatavyo. Nisipoteze muda sana kwa sababu hizi kamati zipo, basi niwakaribishe viongozi wa kamati moja moja waje wanasoma matumizi na hela na ambayo imebaki au kuna hela inayodaiwa, ili mradi kila mmoja akaweze ni kupata hesabu kamili kwenye matumizi ambayo nimeyataja hapa. Tunaomba kamati ya chakula, mwenyekiti na katibu wako. Kwa majina anaitwa Kibeshi Kasiga, nimebahatika kuwa mwenyekiti wa chakula. Matumizi yaliyotumika jumla ni milioni 12,570,500. Keshi niliyopokea ni milioni 10,140,000. Kwa hiyo mpaka sasa tunadaiwa shilingi milioni 2,430,500. Asante. Wewe ni katibu, ni mwenyekiti? Ni mwenyekiti. Okay. Kwa nini hujampa katibu akasoma? Samahani, sikujua kwamba katibu ndo anatakiwa aitaje. Kwa hiyo naomba radhi. Kwa hiyo wewe ndo umeweka kumbukumbu au ni katibu? Kumbukumbu ni kwa nazo mimi, tukisaidiana na yeye. Katibu hana kumbukumbu? Zote ni hizi hapa. Katibu, hebu nishika mic kidogo, sogea mbele. Kwa jina naitwa Masanja Kifalu, nyumbani ni Mbeya, ni katibu wa kamati ya chakula. Tunaomba kumbukumbu za matumizi. Matumizi tulikuwa tunaandika daftari moja ili tulikuwa na kuifunga hesabu, tunajiridhisha tu pamoja. Kwa hiyo atusomee mwenyekiti au katibu.
Kwa maoni yangu atusomee mwenyekiti, kwa naomba hivi. Okay, tupe tathmini ya wajumbe. Wajumbe waliohudhuria nilikuwa na katibu na wajumbe 4 tu. Kwa majina matatu naitwa James Belela Sita. Nilikuwa na swali kwa hii kamati ya chakula. Nadhani hawa wajumbe hawakuwa na ushirikiano, kwa sababu katibu ndio mwenye makabrasha, lakini leo sisi wajumbe tutajifunza nini kama katibu anaitwa ili atoe mwongozo alafu anamrushia tena mwenyekiti? Alafu hata alivyoanza kusema nina wajumbe 6, tunaanza na tathmini. Yeye kama mwenyekiti atamkabidhi katibu, atasema wajumbe aliokuwa nao, lakini kwa miongozo hii hata siku nyingine makosa yatatokea kwenye kikundi cha Mkoma, na sisi ni wazoefu. Hawa watu wanapopewa kazi, sisi viongozi ama nyinyi viongozi mtoe miongozo. Na kwa sababu hata jana mimi niliongea naye mwenyekiti, makosa ni mengi tunayofanya, hawana uzoefu. Hawa watu wanapokuwa wanachaguliwa waombe uzoefu, pala wanapokuwa hajui aeleweshwe, na yeye ni binadamu. Jana nilikupigia simu mheshimiwa mwenyekiti, kwa hiyo hata tukiendelea kuwauliza hawa tayari watajichanganya. Kusimama na kuhojiwa ujibu hawa watu halafu upange hapa na kuwajibu, hawataweza. Kwa hiyo kamati hii haikuwa na maelekezo vyema. Asante mzee wa itifaki. Mwenye swali? Hata maoni sio lazima liwe swali. Kwa majina naitwa Ngando Makula Sumaku. Swali langu ni kwa uongozi kwamba wanakamati wanasema walikuwa wajumbe 10, lakini katika wajumbe 10 wamehudhuria 6. Swali langu, je, hao 4 waliobaki walitoa taarifa kwa viongozi au hawakuhudhuria kwa utaratibu upi? Asante. Mwenye swali mwingine au mwenye mawazo ya kuboresha pale ulipoona kuna mapungufu, karibu. Kwa majina naitwa Ngusi Sarago, ni mjumbe wa Nkoma Family. Maoni yangu mheshimiwa mwenyekiti, katika kamati yangu ya chakula nilikuwa naomba kitu kimoja, kwamba unapochakuliwa kwenye kamati ukawa na mwenyekiti, ukawa wewe ni katibu, basi muwe na ushirikiano wa katibu na mwenyekiti. Anayestahili kuandika kumbukumbu yote ya matumizi ni katibu. Naomba kuwasilisha. Asante. Wewe ni mwenyekiti, jukumu lako ni kumwombea mahitaji yote yale yanayohitajika. Halafu katibu wako unamwelekeza namna inavyotakiwa kufanyika. Kama ni pesa, unamkabidhi katibu, lakini katibu anaandika yote ambayo yanahitajika. Kwa hiyo mara nyingine kwa yale ambayo tumeona yana dosari, basi ni yatengeneze. Asanteni sana dada kaka. Tuwape maua yao. Asanteni sana. Kamati inayofuata ni usafiri. Bajeti yetu ya usafiri ilikuwa milioni 8,10,000. Katibu mmoja Tanzania. Kwa majina naitwa Leo Mwanda Shukuru. Pesa niliyopokea kwenye kamati ya usafiri nilipokea milioni 7. Na matumizi tulitumia milioni 8 na 10,000. Baki tunadaiwa milioni 1 na 10,000.
Kwa jumla matumizi yote ni milioni 8,10,000. Wajumbe tukanao wajumbe watatu na viongozi wawili. Mmoja na ruhusa, wawili wote walikuwepo. Unaweza ukapitia kwa ufupi kidogo matumizi yako? Ndio. Karibu. Matumizi, tulikuwa na gari ya kubeba mwili, jeneza, mashini na meza kwa thamani ya milioni 3. Na tulikuwa na basi tata 4 milioni kwa kila moja kwa milioni 1,250,000. Jumla ni milioni 5 na makato shilingi 10,000. Jumla kuu ya matumizi ni milioni 8 na 10,000. Asante. Tathmini ya wajumbe umetangaza? Ndio. Asante mwenyekiti, mimi sina swali, lakini nilikuwa naomba wakati mwingine ikitokea kamati ya usafiri watoe taarifa ya barabara ili mtu achague atatumia gari ya aina gani. Asante. Asante sana. Mwenye swali? Kwa majina naitwa Doto Kiseni. Mimi niko kwenye usafiri. Tunapotumia usafiri wa magari mengi ambayo mengine hayatuhusu, cha kwanza tuwe tunatumia usafiri wa kumsafirisha marehemu na familia, magari mawili tu. Yaani magari mengine magari tunasafirisha watu hawatoi hata mchango ambayo ni gharama kwetu. Mimi tu kwa kuombolesha tutumie tu magari mawili, gari la familia na gari la marehemu. Asante. Asante. Mwingine mwenye swali? Wazalendo wa kweli? Naona mwenye swali hamna. Naomba kujibu swali la mjumbe aliyemaliza kukaa. Nadhani kama family takribani tuna mwaka sasa, lakini tunapata matukio, lakini asilimia kubwa matukio hatuyabebi. Tukio ambalo tumelibeba hasa ni hili la leo. Kuna ugeni bado upo mwingi kwa watu wanaoteuliwa, na tumechunguza sana tukabaini makosa yalipo, lakini tutaendelea kutangaza namna Nkoma family tunavyopaswa kuhudumia. Asilimia kubwa tunabebwa na kikundi chetu cha UK7, huwa hatushiriki sana kwenye matumizi, lakini katika hili tumeshiriki. Upande wa magari viongozi tumeliona, na ndo vitu ambavyo vimesababisha matumizi kuwa makubwa. Na shangaa niliuliza kuna mwenye swali kwenye bajeti wakati inasomwa, hakupatikana. Wakati nilitamani nione mtu anahoji ni kwa nini matumizi yamekuwa makubwa kiasi hicho, lakini tayari viongozi tumeshaliona. Gari zitakuwa ni gari 3 ambazo kwenye kanuni zetu tumeziweka sawa. Ni gari 2 kwa ajili ya familia, gari 1 kwa ajili ya kubeba mwili. Basi vitu vingine kama familia itakuwa inahitaji kuongezea, basi kamati iliyoteuliwa itapata supporta kutoka kwa familia. Kwa hiyo tunakushukuru sana mjumbe kwa kuliona na wewe hilo. Asante sana. Tuwape maua yao kamati ya usafiri. Asanteni sana kamati ya mapambo, karibuni. Kwa majina naitwa Paulo Ndoto, nibahatika kuwa mwenyekiti wa kamati ya mapambo. Kamati yangu ya mapambo ilikuwa na wajumbe 6, lakini toka jana ambao nilikuwa nao ni wajumbe 4. Kwa hiyo 2 sikufanikiwa kuendana nao, nadhani nimewakilisha kwa katibu. Kwa swala la bajeti nilikuwa na katibu wangu, lakini amepata udhuru kidogo. Nilikuwa napenda nisome hii bajeti yangu kwa niaba ya katibu. Endelea. Bajeti ya mapambo imetumia milioni
710. Hela keshi iliyopokea 5,660,000. Kwa hiyo kamati ya mapambo nadaiwa shilingi 2,250,000. Penda kuwakilisha. Asante. Unaweza ukapitia kidogo kwa ufupi? Hauna mafungu mengi sana. Basi utakabidhi kwa katibu. Asante mwenyekiti. Kuna mtu ana swali kuhusu kamati ya mapambo? Mwenyekiti, mimi sina swali, ile mapongezi kwa kamati ya mapambo. Wameupiga mwingi sana kwa upande wa vibao vya kuelekeza msiba uko wapi. Watu tunawalala na stahili pongezi. Asante sana. Hata sisi hapa inaonyesha wameweka watu wenye akili timamu. Asanteni sana, pongezi kwa mara ya pili. Lakini subiri, bado kwenye bajeti kamati hii na yenyewe kama tunavyosema kuna ugeni. Lazima Nkoma family tuwe na limiti ya matumizi. Bajeti yetu imeenda juu sana, lakini kuna vitu ambavyo tumevibaini kama viongozi. Taarifa itatolewa na katibu kwenye grupu, tutaona kitu gani tunatakiwa tuhusike kwa kiasi gani. Kwa hiyo hicho tukiona ni lazima tuwe makini sana unavyoteuliwa. Sawa, kwa mfano kama upande wa jeneza, familia inaweza ikawa na uhitaji wa kuwa na jeneza la $50,000. Lakini kama family lazima tuwe na limiti ya fungu letu kwa ajili ya jeneza. Sasa familia kama ina uwezo wa $50,000 basi inaweza ikasupport fungu ile ambalo linapelea ili kufanya mioyo ilizike. Kwa hiyo yote ni lazima tuzingatie mipaka yetu. Asante. Naomba. Kuna kamati nyingine? Kamati nyingine, katibu? Kamati nyingine ni kamati ya itifaki. Nkoma family. Kwa majina naitwa Mataaluma Longo. Nimehudumu kama mwenyekiti wa itifaki. Itifaki huwa haina budget isipokuwa kusimamia zile sekta za utendaji wa shughuli ambayo tunayo. Kamati hii ilikuja ikagundua kulikuwa na changamoto ambazo zilikuwepo kwa sababu watendaji walikuwa ni kama wageni walivyokuwa mnasema. Sasa lakini zile changamoto tumekabiliana nazo vizuri, tukafika pale ambapo tulifika. Sikuwa peke yangu kwa sababu nilikuwa na katibu. Katibu wangu anaweza akadododosa kidogo yaliyotokea. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Musa Malimi Mpenyela. Tulifika jana hapa, tulipofika jana hapa changamoto hazikuwepo sana, ila kulikuwa na mwingiliano fulani, kulikuwa na viti vilivyokuja, ikabidi sasa watu watoke kule waje waombe viti, lakini tulishauri kwamba hawezi kuchukua viti wenyeji hawapo, maana unaweza mkachukua afu baadaye tena zikapotea. Tukawashauri kwamba msubirieni wale wenyeji muwaombe. Hayo. Asante. Kuna mwenye swali kwenye kamati ya itifaki? Asante. Tulikuwa watu wane, katibu, mwenyekiti na wajumbe wawili.
Sasa mmoja hayupo. Asante. Ni kwa ajili ya ugeni tu kama mnavyosema. Sisi tulikuwa viongozi wawili, wajumbe wetu watatu. Wawili wamehudhuria vizuri. Ila kuna mjumbe mwingine anaitwa Angasa Himba. Ndio hatujamuona. Hayambo mbaya. Basi ni hayo. Itifaki wajumbe wote wapo. Asanteni sana. Koma family. Wazalendo wa kweli. Katibu, tuendelee. Neno la shukrani. Msemaji wa familia. Kwa niaba ya familia ya Haruni Sundwa na familia ya Saka Ndindwa, kwa kweli tunatoa shukrani nyingi za dhati kwa Wanangoma family. Kwanza kwa viongozi wa Ngoma family, kwa kweli metutendea haki katika familia yetu, lakini vile vile hata kamati za sekta, hata kama kuna mapungufu ni madogo sana, kwa sababu mimi katika mzunguko wote sijaona kabisa kwamba kuna mapungufu, lakini kwa vile ni kazi ya kibinadamu wamefanya vizuri sana. Upande wa kamati ya chakula wako vizuri, upande wa kamati ya usafiri wako vizuri, mapambo, itifaki, yani wako vizuri kwa kweli. Hata nilipokuwa naongea mwanzo pale, na mimi nilisema kwenye maombi ya watu ambao wanaomba kujiunga na Ngoma family, na mimi haya maombi mniweke. Nimevutiwa sana na ushirikiano wetu. Kwa kweli nawapongeza sana na ninawashukuru sana wote wana Ngoma family. Tumekaa kama familia, mmetufariji vizuri sana. Kwa hiyo hatuna cha kuwalipa, bali kile ambacho mmetumia Mungu atawaongezea. Asanteni. Asante msemaji wa familia. Agenda inayofuata ni kufunga kikao. Kabla mwenyekiti hajasimama kufunga kikao, niombe niseme maneno mawili kama sio matatu. La kwanza la kikatibu, nilikuwa naomba sana ndugu wana Ngoma family tuwe tunatoa taarifa ambazo mnakuwa mmeshirikishana kama familia. Ninasema hayo kwa sababu kwa ndugu yetu Sundwa tumepata changamoto, na nafikiri hata Migato family wameiongelea. Utoaji wa taarifa unapokuwa haujajumuisha familia kwa ujumla, unaweza ukachanganya namna ya utendaji wa watu ambao tunawateua. Kwa ni waombe sana wana Ngoma family, tunapopata changamoto kama hizi, tunaomba sana utoaji wa taarifa zetu ziwe zinakuwa za mtu ambaye ameshirikisha familia kwa ujumla na anatoa taarifa iliyokamilika na si vinginevyo. Lakini la pili ambalo nilitaka niliongelee, ndugu zangu wana Ngoma family, tuliunda katiba pamoja na kanuni kwa sababu ya mazingira na kuona kwamba hili tumekubaliana ili tulifanyie kazi. Ninalisema hili wana Ngoma family, kwa leo tulitakiwa tuwe 600, lakini kwa tathmini ya haraka hata 300 hatufiki. Ina maana kwamba kanuni yetu ambayo tuliunda
au katiba yetu ambayo tumeiweka hatuifuati kwa sababu hatujatimia wale watu ambao tumeazimia kufika kwenye msiba wa kumsindikiza ndugu yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, kabla mwenyekiti hajafunga kikao, tulichukulie kwa manani, na kwa sababu katiba na kanuni inamkata kwa kila mmoja, nina ruhusa za watu ambao tayari wameshatoa uzuru, lakini pamoja na hilo kuna wengine ambao wamefika na kuna wengine ambao hawajafika. Ninaenda kufanya tathmini, na ndiyo maana tumetangaza, MC ametangaza mara nyingi kuhakikisha kila mmoja anaainisha majina yake kwenye kitabu chetu, na baadaye tuone ni nani ambaye hajafika bila ruhusa, na tuifanyie kazi katiba yetu pamoja na kanuni tulizoziwekea. Lakini la mwisho, ninaomba sana Wanankoma family, tunaheshimiana na tunapendana, na umoja huu tumeweka ili tuweke mazingira ya kusaidizana kwenye shida. Basi inalisema hili la mwisho kuhusiana na kamati tunazoziteua. Tunateua kamati 4. Ya 5 ni ya viongozi. Kamati ya kwanza tunateua ya chakula, ya pili ya mapambo na ya usafiri, pamoja na ya itifaki ambayo ni ya 4. Lakini kamati hizi zinasimamiwa na mwenyekiti wa maafa pamoja na katibu wa maafa. Niombe sana tuheshimiane mnapoteuliwa kwenye kamati hizi. Na katika kamati ambayo ilikuwa na changamoto kuiteua ni kamati ya msiba huu, kwa sababu tuna msiba hapo nyuma ulitokea. Nafikiri siku zetu hazikuwa zinaruhusu sana kwa sababu ya watu kuwa mbali na mazingira ya ule msiba ulipokuwa, lakini sababu tulizipokea ni nyingi, na kwa sababu ule msiba ulibebwa na kikundi kingine ambacho ni cha UK7, tuliamua tufanye mabadiliko kwenye msiba huu ili tuone ni namna gani watu wanaheshimu kanuni na katiba ambazo tumeziweka. Kwa niombe sana, unapoteuliwa, msiba hauna taarifa, basi unapoteuliwa kuingia kwenye kamati ya maafa, niombe sana uwe tayari usitishe ratiba zako zote ambazo zinawezekana kuzisitisha, na ufike kwa ajili ya kusaidia kikundi na kusaidia mwanakamati au mwanakikundi ambaye amepata hilo changamoto. Kwa nini nayasema haya, ndugu zangu Wanankoma? Ninapata changamoto nyingi sana kwenye ukatibu, kwa sababu tuna mazingira mengi sana ya mtu kujitetea kulingana na mazingira alipo na kulingana na mazingira ambayo tunaweza tukawa tuko kwenye harakati za maisha yetu. Kwa kweli inanipa ugumu sana, hasa tunapojiwekea kanuni na katiba kwa ajili ya kuhudhuria msiba wa mwenzetu, lakini tunahudhuria nusu ya watu ambao tumeazimia kuhudhuria. Niombe sana Wanankoma family, ninajua tunaheshimiana, na ninajua leo mimi nikitoka hapa, kesho nakuwa nyuma yako, wewe utakuwa katibu au mwingine unaniongoza kwenye kikundi kingine. Kwa hiyo unaponifanyia au mimi ninapokuteua kwenye kamati na kutohudhuria au kutopata kanuni na sheria ambazo tumejiwekea, maana yake unanidhihaki au unanidharau, kwa sababu mimi leo niko hapa au wewe ni mwenyekiti kwenye kitengo fulani kwenye kikundi kingine. Kwa hiyo niwaombe sana tuheshimiane kwenye majukumu, na tunapoanzisha hizi vikundi tunaanzisha kwa pamoja na tunaweka sheria kwa pamoja. Niwaombe sana Wanankoma family, sipendi sana kuongea kwa sababu nina imani kila mmoja anajiheshimu na kila mmoja ana majukumu ya kila siku. Niwaombe sana Wanankoma family, unapoteuliwa kujumuika kwenye jukumu, aidha uko mbali, toa taarifa kwa katibu au kwa mtu ambaye uko naye kwenye kamati,
kwamba niko mbali, lakini nina imani nitafika. Naomba mniwakilishe, lakini muda fulani nitakuwa hapo. Watakuwa na imani na haya mambo tutakuwa tuyasikie. Jana mimi nilikuwepo hapa tangu asubuhi. Adha walioipokea, mwenyekiti wa itifaki alikuwa peke yake, katibu hakuwepo. Lakini kwenye kamati zingine chakula kulikuwa na wajumbe wawili, lakini ni siku ambayo ni ya maandalizi. Lakini unakuta kwenye kamati ya mapambo navyo vile vile wanahangaika kwa sababu ya majukumu, lakini wewe hujafika na hujatoa taarifa yoyote. Maana yake unadharau kanuni na katiba mliojitunga. Tunaomba tuitetee Nkoma family na tunaomba tuitetee kikundi kwa sababu ya maslahi ya kikundi kizima na kwa sababu ya vile ambavyo tumeviwekea ili kuweza kuzitimiza. Na baada ya hayo, Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Nkoma family. Asanteni sana, Mungu awabariki. Niombe sasa mwenyekiti, ajenda inayopata ni ya kufunga kikao. Niombe basi ni kuruhusu uweze kutufungia kikao. Asante sana katibu. Nkoma family, wazalendo wa kweli. Katibu kaongea na kagusa sehemu zote ambazo hata mimi mwenyekiti nilitamani niziongelee sana. Sitizo tu ni kama ufuatao. Cha kwanza, tusamini kikundi chetu. Tumejiunga Nkoma family sisi wenyewe. Faida ya kikundi unaiona pale unapopata tatizo. Pale unapoenda kwa mwenzako hauwezi kuona faida ya kikundi, lakini ukipata shida utaona faida ya kikundi. Kikundi hiki tumekipunguzia mambo. Kwenye misiba ambao inatofautiana na huu, tunaenda wawakilishi. Lakini sasa unashangaa watu wanachaguliwa kwenda kuwakilisha, hata nusu ya wajumbe haifiki. Nini kinachotafuta? Kumbuka kuna katiba tuliitengeneza. Ile katiba haikutengenezwa na viongozi, tuliitengeneza sisi sote. Na viongozi tukiisimamia inavyotakiwa, wengi wataendelea kulaumu. Lakini viongozi wamesema wameshaanza kuisimamia inavyotakiwa. Wameshaanza kuisimamia inavyotakiwa. Na kanuni ngumu ambazo zinatuchanganya, wawakilishi, uchangaji wa michango na uhudhuriaji kwenye misiba kama msiba huu hapa. Kwa mfano tu, kila siku tunakuwa tunaongea Nkoma family tuko 601. Ukitokea msiba wanateuliwa watu 30. Sio kwamba wale watu watajirudia, hapana. Ukishamaliza zamu yako, mpaka wale wengine na wenyewe wawakilishe, ndio nao uchaguliwe. Je, unaona ugumu gani kwenda kwenye tukio moja kati ya matukio 14? Kuna ugumu gani kama sio ni uzembe? Mimi nashauri wote ambao tunaikao kule nyuma, wote ambao tumebahatika kufika kwenye msiba huu, tuwe mabalozi wa wenzetu. Cha kuwaambia wenzetu ni maneno matatu. Cha kwanza, wahi kuchanga. Cha pili, ukiteuliwa naomba uende. Cha tatu, ukitokea msiba wa mwenzetu, twende wote. Hautakuwa na makosa mengine, labda utovu wa nidhamu kwenye grupu. Hautatoka Nkoma family, labda utovu wa nidhamu kwenye grupu, kama utayazingatia hayo yote matatu. Kwa hiyo nawaomba sana, pale tutakapotawanyika hapa, tukawatangazie wenzetu kule. Viongozi wa Nkoma family wanasema ukichaguliwa uende, usiombe ruhusa mara kwa mara. Hicho ni cha kwanza na cha muhimu sana. Lakini kwenye matukio haya kama vile nilivyoongea, tunakuwa wapole kwenye kuongea, lakini kwenye utendaji. Asanteni sana. Askofu, karibu kwa maombi. Mimi ni mwanakamati namba 433.
Ni bahati kukutana na wajumbe wote siku ya leo, lakini nishukuru sana viongozi wetu, mwenyekiti pamoja na katibu, kwa sababu kikundi hiki ni kizuri sana cha wawakilishi. Nadhani niseme tu, maneno ya Mungu yanasema uaminifu ni muhimu sana, na hatutaki viongozi wetu wakasirike. Nimeona hapa wanasema wanataka kukasirika. Tu waaminifu. Baada hapo tusimame. Naamini kila mmoja na dini, tuanze kuomba wote ili Mungu wetu atupe safari yetu iwe salama. Kwa majina naitwa Sabuda Mazungu, ni mchungaji pia ni msimamizi wa wachungaji makanisa ya kiroho. Tufumbe macho. Baba yetu, wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya maneno yetu ya viongozi, mwenyekiti pamoja na katibu wametusi kama wajumbe wa Kristo. Roho Mtakatifu, sasa kazi ambayo umetutuma tumeimaliza, na sasa tunarudi majumbani kwetu. Roho Mtakatifu, katuongoze watu wote waliofika kwenye msiba huu. Wamefika kwa hiari yako, umewatuma wewe mwenyewe, ni watoto wako uliyewazaa, na leo tumekutana wote hapa. Tunaomba, wewe ni mfalme wa wafalme, kila mmoja aweze kurudi salama, na sisi tunavunja nguvu za hila za shetani, tunakataa vifo kwa jina la Yesu. Ni wewe uliye Muumba wetu. Baba, tunatubu kwa ajili yako, kuacha dhambi ili sisi tuwe na maisha marefu. Kwa jina la Yesu tunakataa shetani, ili Mungu wetu tuendelee kula mema ya nchi. Roho Mtakatifu, tuongoze. Tunaomba hayo, na safari yetu kuanzia saa hii tunakukabidhi Mungu wetu. Magari yetu yametengenezwa na mwanadamu aliye na akili nyingi sana, na sisi tumepewa mamlaka ya kuyaongoza. Kama mwenyekiti wetu amesema, tuyaongoze kwa hekima na nidhamu. Baba, ni wewe, na wewe utakuwa kiongozi wa magari yetu. Magari yetu ni ya samani, umetubariki mwenyewe. Tumefanya kazi kwa kulia na kwa kuumia, na ukatupa zawadi, na kama ukatubariki tulivyokuwa tunaomba. Baba, tuongoze magari yetu. Tunaamini hata kesho tutakuwa na msiba. Mungu wetu, Baba, utulinde kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.